Kristo apewe sifa, watu wa Mungu. Siku ya leo na wakati huu majira haya tumepata fursa ya kuja mbele yako kukuendelea kukuwekea hamasa na kiu ya kusoma Biblia, yaani maandiko matakatifu kwa namna ya simulizi. Biblia unaweza kuisoma kama simulizi, na katika Biblia kuna vitabu vya simulizi. Leo tumechagua kusoma kitabu kinachoitwa kitabu cha Esther. Nayo ni simulizi na mambo mazuri na makubwa, na nitapenda kuwa halisi kwenye kitabu cha Esther. Kuna mambo ambayo natapenda nielezee. Hapa tunapoongelea kitabu hichi cha Esther, nataka ujue tunakwenda kuangalia kitabu chenye sura 10. Kwa hiyo ndani ya siku 10 tutakuwa na uchambuzi wa kila siku chapter moja au sura moja. Na sasa nataka twende kwanza hii sura ya kwanza, na hichi kitabu tuone kina content gani, kuna vitu gani viko pale. Katika sura ya kwanza tunaanza kuangalia ufalme dola inaitwa Waajemi. Kwa sababu hii ni historia, nataka ikae katika mfumo wa historia. Simulizi hii inaelezea taifa la Israeli au Wayahudi, Wayahudi ambao walichukuliwa utumwani Babeli, na walipokwenda utumwani Babeli, baada ya muda Babeli ikaanguka, dola ya Babeli ikaanguka, ikainuka dola ya Waajemi ambao wako kule ni Wamedi na Waajemi. Ilipoinuka ile dola ya Waajemi, ndipo taifa la Wayahudi walioko kwa utumwani wakatoka mikononi sasa mwa Waajemi. Na hii dola ya Uajemi ilikuwa na jumla ya majimbo 127 na makao yake makuu ilikuwa ni sehemu inaitwa Shishani Gomeni. Mtawala wake alikuwa anaitwa jina lake Asuero, na katika mwaka 539 kabla ya Kristo, tunaona hapo ndipo kitovu cha Shishani Gomeni, hii dola inapokuwa inaanza ya Uajemi, na tunapelekwa moja kwa moja kwenye kasri la mfalme Asuero. Tunaonyeshwa kuna mapazia yenye bafta nzuri, dhahabu, na tunaonyesha fahari ya mfalme huyu alivyokuwa amebarikiwa kwa vitu vingi ambavyo vilikuwa kwenye ufalme wake. Na tunaingia moja kwa moja, wako ndani ya karamu ya siku 180, na hii karamu ilikuwa imewakaribisha wakuu wake mbalimbali na viongozi wa kada mbalimbali, wakiwa maamiri na maakida. Walikuwa wanakula na kunywa vinono ambavyo mfalme ameandaa kama vile wanavyopenda kula wenyewe. Ukisoma vizuri utakutana na habari hiyo. Lakini sasa kitu kikubwa, ndani ya siku ya 7, wakati mfalme kanywa mvinyo wenye kuchangamsha, anataka kuwaonyesha wakuu wake uzuri wa mkewe alikuwa anaitwa Vashti, ambaye alikuwa ndo malkia wa dola ya Uajemi kwa kipindi hichi. Huyu mama au huyu malkia au huyu mke wa Asuero, na yeye alikuwa pia yuko na wanawake wenzake wamejumuika, wanasherekea kwa namna yao kwa upande wa wanawake. Lakini anapoletewa na wasimamizi wa nyumba mfalme, unahitajika na mumeo uende mbele ya wale maakida, akakuonyeshe kwao mbele ya maakida na maamiri, yani viongozi wale ambao amewakaribisha. Malkia Vashti alikataa amri ya mfalme, na mfalme akakasirika na kughadhabika, akasema, mimi naweza nikamwita mke wangu ili niweze kumwonyesha mbele ya hawa viongozi wangu, akatae. Na ndipo miongoni mwa maakida mmoja akainuka mwenye hekima akasema, mfalme, ikiwa leo hii wewe mfalme umemwita mkeo amekataa, na wake zetu wakisikia watatudharau, na sisi hapa Shishani Gomeni utakuwa hakuna tena mwanaume kuheshimiwa. Basi kama utapata kibali machoni pako mfalme, naomba agiza mbiu ipigwe, wanawake wote mabikra, mabinti wote mabikra waitwe waje wakusanyike hapa Shishani Gomeni, walio ndani ya majimbo 127, ili mfalme aweze kujichagulia atakayechukua nafasi ya Vashti, kwa sababu ameonyesha kiburi. Lile wazo au lile aliyotoa ile akida likawa ni jambo njema machoni kwa mfalme, akasema hiyo ifanyike. Kwa hiyo Vashti anaondolewa. Nataka nifananishe kitu hichi sisi kama wanawake, maanake tuna waume ndani ya familia zetu, tujifunze kuheshimu. Wanaume ni vichwa vya nyumba, lakini sisi kama wafanyakazi ndani ya ofisi tuna mabosi, lazima tujifunze kuwatii mabosi. Lakini sisi kama pia waumini tuna viongozi wetu, inawezekana ni askofu,
inawezekana ni mchungaji, inawezekana ni shehe. Lazima jifunze kuheshimu anapotoa amri. Lakini pia sisi tuna Mungu, na Mungu kwetu anafananishwa na mfalme, kama alivyokuwa Asuero anamuita mkewe, na Biblia ni nzuri sana, inaongelea kanisa kama mwanamke, na Mungu wetu Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme. Je, anaweza kukupa wito akakuagiza jambo lolote usilifanye? Yesu akiwa ni Mungu wako, ndivyo ilivyokuwa kwa Vashti alimuuzi, kwa sababu anampa agizo, anapewa agizo unaitwa, lakini yeye hakutaka kuja. Je, kwako leo jifunze jambo, umemwamini Mungu, umeanza kutembea na Mungu, usifike